umetangazwa rasmi tarehe 15 Juni. Kama wewe mwananchi ambaye ni mwana Yanga pia, je, unaongeleaje mchezo huu ambao nyinyi mlisema kwa hamchezi? Je, kauli ni bado inaendelea ile ile hamchezi au kuna swala jingine tena mmepanga wananchi? Nafikiri msimamo wa viongozi wa Young African uko wazi na ulikuwa wazi kuanzia mwanzo na mpaka sasa hivi msimamo bado uko vile vile. Kiuhalisia sisi kama wanachama na sisi kama mashabiki wa Young African tuko nyuma, tuko bega kwa bega na viongozi wetu, kwa sababu ili taifa na soka letu liende kusonga mbele tunahitaji misimamo kama hii ambayo ni misimamo thabiti yenye kusimamia haki na weledi katika soka. Vinginevyo ndugu yangu, tutakuwa tunadanganyana tu na tutarudi enzi zile ambazo nakumbuka Mheshimiwa Rais wa awamu ya pili aliwahi kuliita taifa letu kwamba ni kichwa cha mwenda wazimu. Lakini kichwa cha mwenda wazimu kimefikishwa hapa na viongozi wanaosimamia soka kama walioko sasa hivi. Kwa sababu kama kiongozi unasimamia soka kwa maslahi yako binafsi, unasimamia soka kwa mapenzi yako binafsi, unaacha misingi na miiko na kanuni mlizojiwekea kwa sababu unayapenda kitu fulani, ina maana bado tutarudi tulikotoka. Tunapaswa kwenda mbele. Kwa hiyo misimamo ya viongozi wa Yanga tunaunga mikono kwa 100%. Vyovyote iwavyo, watakavyoamua vyovyote iwavyo, kwa sababu wao ni familia. Inaonekana bodi ya ligi, TFF na klabu ya Simba ni familia moja, wanafanya maamuzi ya aina moja. Sasa kama Yanga tunasimamia msimamo wa viongozi wetu, hatutarudi nyuma. Issue ya ratiba imetoka kwamba tarehe 15 mwezi Juni mechi inarudiwa, itarudiwa kati ya TFF, bodi ya ligi na Simba. Maana nyinyi mnajitoa katika mchezo huu? Hatupo kabisa. Yaani sisi mchezo tunaojua wa dabi ni wa ikitoka wenzetu wasipojivunja CRDB Cup basi tukutane nao. Huo ndio mchezo wa dabi tunaoelewa. La sivyo, bodi ya ligi kabla ya kutoa hiyo ratiba budi watueleze tuhuma zilizofanya paka mchezo ule wa tarehe wa Machi tarehe 8 ya ukavunjwa. Waliainisha tuhuma zao kwamba kulikuwa na viashiria vya nini? Vya rushwa. Kulikuwa na viashiria vya nini? Vya uvunjifu wa amani. Sasa kabla ya kutoa ile ratiba walipaswa kutoa uchunguzi waliosema wanaufanya wa hivyo viashiria vya rushwa pamoja na uvunjifu wa amani. Baada ya kutoa taarifa za ule uchunguzi, wangerudi na kusema taarifa zetu ni hizi. Kwa maana hiyo, baada ya kugundua kwamba kweli kulikuwa na matatizo haya, basi mchezo tunaupeleka tarehe 15. Lakini wanatoa taarifa na tarehe ya mchezo kabla hawajatupa taarifa za uchunguzi. Sasa tunaenda wapi? Kwamba bodi ya ligi imeachia mamlaka klabu ya Simba ndio ifanye maamuzi, au wao wanafanya maamuzi kwa mjibu wa kanuni na taratibu ambazo zinaendesha ligi? Nafikiri naeleweka ndugu mtangazaji. Na tupelekwe ligi yoyote wanaoitaka wao, lakini sio haya yanayoendelea sasa hivi. Na maana Yanga mpaka sasa hivi tulipofikia uko tayari kutoka katika ligi hii na kwenda ligi nyingine ambayo... Achana na ligi nyingine, niko tayari kwenda ligi daraja la 4. Nikaanzie chini kabisa ligi daraja la 4. Na maana uko tayari kushuka daraja, lakini mechi hiyo usicheze. Mechi hiyo haichezeki. Ndio maana awali kabisa nikakwambia hiyo mechi wacheze bodi ya ligi, kina Mguto na genge lake pamoja na klabu ya Simba. Mguto na genge lake wakae upande wa pili, bodi ya Simba Simba wakae upande wa pili. Wacheze mechi, atakayeshinda wagawane point. Lakini mechi pale imetangazwa ni kati ya Simba na Yanga. Hilo wametangaza wao kama kujifurahisha, lakini kinachoeleweka kiko wazi. Msimamo wa Young African wanaujua. Hatuwezi kuishi na viongozi ambao leo wanafurahia maamuzi ambayo yanatoka kwa maelekezo ya kasi kwamba rudini mwanzie sehemu fulani, watu wanafurahi. Nini kinaendelea? Kama unafurahi maana yake hata tukirudi kwako una maamuzi yako tayari. Si kama unanielewa?
tayari una maamuzi yako umeshayapanga, ambayo hata tufanyeje hakutakuwa na haki ambayo itatendeka. Kwa hiyo wao kama walivyokwisha jipanga waendelee kujipanga, mechi hiyo waicheze, watakayoshinda wagawane pointi, kama ni bingwa ni nini wachukue. Lakini sisi kama sisi maamuzi yetu, msimamo bado unasimama kwamba hatuchezi, kwa sababu hiyo mechi ishachezwa, na kama hawaitambui, sisi kama sisi tunaitambua, na kanuni zilizowekwa na wao zinaitambua. Uoni kama TFF wako serious sana katika hili mpaka kufikia hatua ya kutoa ratiba maalum ya mchezo huo? Uoni kama siku hiyo ambayo ya mchezo kama hutotokea utakuwa katika kukatwa alama au kushushwa daraja, au wewe ndio uko tayari kwa lolote? Sasa nikueleze, Yanga ndio wako serious kuliko TFF, kwa sababu wameshaeleza msimamo wao kuanzia mwanzo. Sawa? Na hata TFF wakati wanaleta hilo tamko lao usiku wa manane, tumelikuta asubuhi, nafikiri walivizia usiku wa manane tukutane nalo, lakini sisi tulishatoa mchana kweupe kwamba msimamo wetu ni huu. Kwa hiyo huo msimamo hautetereki. Msimamo unabaki kwamba hatuchezi, na huo ndio msimamo thabiti. Kiongozi thabiti yoyote atausimamia huo msimamo. Sisi tunaoongozwa na wao tuko nyuma yao daima, na tunawaunga mkono kwa 100%. Wenyewe wana Simba kwamba wanasema mnawakimbia katika mchezo huo, kwamba mnamkimbia Eli Mpanzu. Hamko tayari kukutana nao, mnajua mnaenda kupoteza alama 3 na kuelekea kwenye ubingwa huu mnaenda kupoteza ubingwa wao, ndo wanavyosema hivyo. Je, unaongelea vipi ile swali? Kwanza nikueleze kitu kimoja. Kadri wanavyosikia hatuchezi, wao wanapata unafuu mkubwa sana. Sio kama unanielewa ndugu mtangazaji. Kadri wanavyosikia tunasema sisi hatuchezi, wao ndio unakuwa unafuu wao mkubwa. Ina maana wanafurahi kutokea uwanjani Yanga? Kwa sababu wanajua si chini ya 5 na mara 5 mfululizo. Yaani itakuwa ni 5 na mara 5 mfululizo. Lakini sisi hatuchezi kwa sababu tunazingatia, tunataka tuheshimishe mpira wa Tanzania. Sheria na kanuni za soka zifuatwe. Huu ni ambao unafanyika, tunataka tuukomeshe. Yaani ifikie kipindi kwamba anayekaa katika wadhifa ule, anayekaa katika yale madaraka, ajue miiko yangu ni ipi, kanuni zangu ninazopaswa kuzisimamia ni hizi. Lakini asiende pale kwa ajili ya mapenzi yake. Leo Yanga anafanywa hivi, kesho atafanywa Simba. Sasa hivi Simba wanafurahi kwa sababu anafanywa Yanga ambaye wanapenda waone akididimizwa. Lakini kesho atakaa mtu pale atasema na mimi ngoja nifanye hivi. Kwa hiyo tunataka mtu atakaye kuja baadaye. Yanga inahitaji atakaye kuja baadaye ajue mpira unapaswa uendeshwe kwa misingi fulani. Si Yanga tu, kuna timu ndogo zinaonewa sana. Nafikiri ndugu mwandishi umeona mwenyewe juzi. Umeona mwenyewe juzi kilichokuwa kinaendelea. Inaona ni mipango ile. Unafikia kipindi hata mtoto mdogo, mimi na binti yangu mdogo kabisa, anacheka kabisa, anasema kwamba hii mipango. Refa linesman ananongoneza, bana kajiangushe tu kule. Sasa kama unataka ukajiangushe kule upate penalty kwa Mashujaa, alafu Yanga muogope Eli Mpanzu. Huyo Eli Mpanzu anakimbia, asaidiwi na Kibu Dennis. Huyo Eli Mpanzu atafanya nini? Mara ngapi tunaona anarukaruka tu. Machachari au izui Yanga. Yanga ni timu ambayo iko sasa hivi imefika viwango ambavyo ni vya juu kabisa. Kama Mashujaa tu unaifanyia mipango, Yanga hawezi kuifanyia mipango. Na mipango pekee wanayoifanya ni ya kuhakikisha kwamba Yanga hawachezi. Mipango ya makusudi, mipango ya dhahiri. Hata mtu asiyekuwa na akili timamu anajua. Wao wenyewe wanajua. Ina maana Simba wao wenyewe katika hii mipango ambao wana Yanga mnasema hamuchezi, wao pia wako ndani yake wanafurahi. Ndio maana kuambiaje. Nafikiri umenielewa mwanzo. Hii mipango ni mipango ya kifamilia. Hii mipango ni mipango ya bodi ya ligi, TFF pamoja na klabu ya Simba. Wanaijua, na ndio maana ukitaka kuangalia paka sakata hili limefikia hapa, ni barua kwamba hatuchezi kesho. Baada ya ile barua hatuchezi kesho, yalikuja matamko mangapi kutoka bodi ya ligi? Kesho yake yalikuja matamko mawili kwamba mechi ipo pale pale. Baadaye saa 8 mechi haipo. Mwenye akili timamu atajua. Nafikiri hata wewe mwenyewe ukiangalia scenario tu inavyoendelea ndio hali halisi ilivyo. Kwa hiyo wameona kuiweza Yanga nyakati hizi sio rahisi. Inahitaji nguvu ya ziada.
Yanga haiwezekaniki sasa hivi, lakini mimi ushauri. Nguvu ya ziada sio kuingia pembeni na kupita nyuma, milango ya nyuma na kufanyaje. Nguvu ya ziada, wasajili. Wawe na wachezaji bora. Waache kina Ateba. Umenielewa eh? Wale kina Ateba, mtu ana goli, sio ana goli, mtu ana nyavu. Alafu unamtegemea aje akupe ushindi. Hizo ndizo zinazoleta hizi figisi za tufanye hivi, na walijua kwamba ngoja tukisema hatutacheza basi Yanga watakuja na hii mechi itakuwa imevunjika. Walikijua kinachokuja kuendelea. Maana haya yote yanayoendelea, kumbe mipango yote wao Simba ndo walipanga kwamba tukifanya hii. Mipango imeanzia kwa Simba, imeratibiwa na Simba, mapokeo yamekuja kwa bodi ya ligi. Na bahati mbaya bodi ya ligi wamejichanganya, kwa sababu wakati mipango inatolewa, nafikiri bodi ya ligi ni wachache waliokuwa na taarifa ya hii mipango. Na wachache wakuwa na taarifa ya hii mipango. Na ndio maana mmoja asubuhi anasema mechi iko pale pale, ambaye hakuwa na taarifa. Alafu wenye taarifa saa 7 wakasema mechi imeahirishwa, itapangiwa wakati mwingine. Ndugu mwandishi, tuwe wa kweli tu. Naambia ni nini kimeahirisha mechi ile? Yana nikakwambia hiyo ni mipango. Hiyo ni mipango au ilikuwa hii mipango iko katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, au waliona wakati ule Simba haiko fiti, kwa sababu kulikuwa na beki wao nani Chemaron alikuwa injury, kulikuwa na kipa wao Kamara alikuwa injury. Sio kama unanielewa vizuri. Sasa na Simba ukiangalia inabebwa na hao watu kwa asilimia karibu 75. Sio kama unanielewa vizuri. Sasa huo ulikuwa ni mpango wa kwanza, kwamba walikuwa injury, wawape muda kidogo. Sawa? Lakini la pili ni kuogopa. Kuna ile kuogopa kile kipigo, aibu. Mara 5 mfululizo sio kitu kidogo kaka. Tumepiga mara 4 na mabango yamebandikwa paka nje ya nchi. Sio kama unanielewa? Tumepiga 4 mara zile 5 mabango paka nje ya nchi. Tukipiga mara 5 mfululizo, mpata picha ile bango linaandikwa 5 mara 5. Limekaa sehemu yake nafikiri. 5 mara 5. Sasa hilo lingekuwa kubwa zaidi. Lakini Mwananchi si upeleke timu tu la 15 hapa. Nimekueleza awali, mimi siogopi. Simba hana timu ya kunifunga, umenielewa? Isipokuwa nataka kunyoosha mpira wa nchi yetu. Nataka kunyoosha kanuni za nchi yetu. Nataka kunyoosha watu wafate kanuni. Kwa sababu nina uhakika hata leo nikiamka nikapeleka timu, agusi yule Elimpanzu pale uogopi? Elimpanzu ndugu yangu, Elimpanzu tunaona anaruka. Pia nimekueleza kwamba mashujaa wenyewe hapa paka ulimi nje. Elimpanzu leo anafanya nini uwanjani ndugu yangu? Paka ule mchezo paka michezo inachezwa na marefa. Marefa wanapangwa kimikakati. Sio kama unanielewa? Marefa wanapangwa kimikakati. Unaona kabisa refa amepangwa kimkakati, ni refa wa mkakati. Sasa nitamuogopa Elimpanzu? Amefanya nini cha ajabu? Ana maajabu huko mazoezini kwao. Sio kama unanielewa? Ana maajabu wapi? Lakini sio kwa Yanga brother. Ina maana mpaka hapa mlipofikia Young African mpo tayari kuwa mfano katika ligi hii, ambayo katika mchezo huo ina maana nyinyi hampo tayari kutokea. Ina maana Simba wakiwasili katika uwanja watapewa alama 3 na nyinyi kupata adhabu ambazo mnastahili. Na ndio maana tunasema ni bora mmoja afe ili kuokoa walio wengi. Nafikiri kama unazijua principle kwa wale wanaotembea na vyombo vya moto, principle zao ziko hivi. Umebeba abiria zaidi ya 60, si ndio? Lakini anakatiza mmoja ambaye anaweza akahatarisha maisha ya watu 60. Nini kitafanyika ndugu mtangazaji? Je, uwe watu 60 au huyu mmoja awepo kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu wengine? Sasa Yanga ipo kwa ajili ya watu wengine, kwa ajili ya timu nyingine, kwa ajili ya soka la Tanzania. Inaokoa miiko ya soka la Tanzania. Hatuwezi kwenda kama mtu anaamka leo. Nafikiri wewe mwenyewe ndugu umesikia matamko yao bila shaka.
tamko la kwanza, kiongozi mkubwa ambaye kimsingi ni kiongozi ambaye anapaswa kuheshimika katika soka. Sio Tanzania tu, Afrika anapaswa kuheshimika. Lakini anakuja kuleta kauli za watu wakacheze nini ndugu mtangazaji? Sinema. Sasa hao watu ambao wanakupa ambao wamefanya wewe upo hapo na umepata hicho kiburi, wameinvest brother. Hao wachezaji unaosikia kina Aziz Ki, ukisikia wachezaji wakubwa wameletwa na hao watu. Hao kina Aziz Ki tunaowaongelea, sawa? Kina Aucho tunaowaongelea, si ndio? Enzi hizo kina Maele ndio wamekuza huu mpira, wamefanya na wewe unakuwa na nani? Wewe mwenyewe ulikuwa wapi kipindi hicho? Kuleta plani yoyote ya kukuza mpira zaidi ya hao watu kuinvest pesa zao na kuinua soka la nchi yetu? Kwa hiyo lazima waheshimiwe. Mtu akiwekeza pesa, amewekeza pesa, kasajili wachezaji wakubwa wazuri, wamefanya ligi ya Tanzania imekuwa kubwa. Kwani tena unamletea kauli ambazo wewe umeshiriki kwa 25%, hao wameshiriki kwa 75% kufikisha hapo ligi ilipo? Labda ni kauli tu za wale watu wasiojitambua, lakini mtu ukijielewa unajua kabisa waliofikisha soka hili hapa la Tanzania ni watu wanainvest pesa zao. Kina Ngoma, kina nani, wote hao wameletwa, ni watu wameinvest, ndio wameleta mpira unakuwa juu. Kwa hiyo dharau wakati mwingine uwe unaangalia unadharau kwa katika wakati gani na msingi upi. Sio kama unanipata vizuri. Kwa hiyo sasa kwa kuhitimisha tu nikwambie kwamba Young African hawako tayari kucheza, na mimi ninaombea, siwezi nikawatamkia viongozi, inawezekana lolote linaweza likatokea, lakini mpaka sasa hivi waelewe kwamba mashabiki, wanachama, wapenzi wa Young African 99%, ukiacha wale wanaovaa jezi za Yanga na kujifanya wao ni Yanga wanaponda, tunawajua, tunawaunga mkono. Tuko tayari kushuka daraja. Tuko tayari tukachezee Bunda huko Msoma. Lakini msicheze. Lakini tusicheze. Tukacheze Bunda, ligi daraja la 3, Bunda Msoma huko. Lakini hii dabi tusicheze. Tushushwe daraja. Na watu wataifuata hii timu. Paka hata ikienda na Ngurukuru, watu wataifuata timu na Ngurukuru na tutaishabikia. Si kama unanielewa, haifi Yanga, wao watapotea kwenye ramani za uongozi, watapotea kwenye ramani za soka, lakini Yanga itabaki pale pale. Ina maana kwa kauli hii, ina maana Young African imebaki katika msimamo wenu kwamba hamchezi. Pia TFF na bodi ya ligi nao pia wamesimama katika msimamo wao pale pale kwamba dabi ipo pale pale. Kwa nini kinaenda kutokea katika tarehe hiyo ambayo imepangwa? Nikakwambia Yanga tumebaki na msimamo wetu, hatuchezi. Bodi ya ligi, Simba na TFF wamebaki na msimamo wao wa kwenda kucheza wao Benjamin Mkapa. Kwa hiyo uko katika upande wako peke yako? Mimi kama mimi. Ila bodi ya ligi, Simba na TFF wao wana msimamo wao ambao watacheza pamoja Benjamin Mkapa. Wewe unaona nini kinaenda kutokea katika siku hiyo hapo wewe hautotokea na Simba Sport Club? Nafikiri kitakachotokea, bodi ya ligi atafungwa na Simba. Kivipi tena? Bodi ya ligi atafungwa na Simba kwa sababu Yanga watakuwa hawajatokea. Sawa? Haya madudu yatakuwa wazi kwamba kilichosababisha Yanga kutotokea ni hiki. Sio kama unanielewa. Mwakani tutasikia kanuni zinapewa nguvu na watu wataomba zisimamiwe. Kwa nini waombe zisimamiwe? Kwa sababu bodi ya ligi ya msimu huu imeshindwa kuzisimamia. Kwa hiyo wao ndio watakuwa wamefanyaje? Wamefungwa na Simba. Na maana hapo TFF watakuwa wamefungwa na Simba kwa kutokufuata kanuni msimu huu. Ndio maana yake, hakuna kitu kingine zaidi ya hicho. Hakuna kitu kingine zaidi ya hicho. Kwa hiyo sasa tutawatakia tu heri ya mchezo mwema. Tarehe ngapi? Tarehe 15. Tutawatakia bodi ya ligi, Simba na TFF mchezo mwema kwa Mkapa. Wewe umejitoa? Sipo toka barua ya kwanza, toka taarifa ya kwanza iliyotolewa na viongozi. Viongozi wetu tunawaamini, ni watu ambao ni makini, ni watu ambao ni madhubuti, ni watu ambao watetereki, ni watu wanaoshikilia msimamo wao, na msimamo sio kwamba wanashikilia msimamo tu, wanashikilia msimamo ambao ni sahihi. Sawa. Sio kama umenipata?
Nafikiri nitakuwa nimeeleweka ndugu mtangazaji. Nimekuelewa sana.